Wapi makofi ya Kanoti? Unajua nilisema, unajua rafiki yako ni rafiki yako. Hii familia ni kila wakati nilisema kwamba mimi nitasimama na familia hii kwa sababu hao husimama na mimi. Hata ile wakati nilikuja kusimama kukampenia Aduda. Unajua huyu Aduda ni skingi saa zingine. Ninaambia Aduda, pale Shivinga hatutapatako kitu. Aduda ananiambia twende. So tukaenda kule, lakini nilijua kwamba familia hii imeshikilia pale. Na ukweli wa maneno ni Mungu anafanya maneno. Sababu kama huyu Kanoti hangesimamisha huyu mtu fupi round, hiyo kura ingeenda kwa ule mganga na angetushinda. So tunashukuru sana mtu fupi round kusimama. Endelea kusimama kabisa. Naambia Kanoti tunamsupport. Na hapa Huisero nasikia pia mko na Museveni mwingine. Si ndio? Huyo Museveni aende asiende? Kanoti aingie asiingie? Bas, na kichwa inafanana yote. Watu wanafanana wote. Bas, mimi tu ni kuambia kwamba mmesikia yale viongozi wameongea na sio mzaa. Ningependa kuongea na watoto wetu wa Western Region kwamba hii maneno tunasema one term sio mzaa. Hii maneno tunasema kwamba tunaenda kuunda serikali inayokuja ni maneno ambayo is very serious. Mimi nakumbuka for so many years viongozi wetu Musalia na Wetangula walikuwa wamekosa hesabu ya kuingia katika serikali. Wazee wetu wakina Francis Atwoli walikuwa wameelekeza Waluya mahali pa kupoteza. Last election ilibidi mimi nijitokeze wakati nimeona jamii yote inaenda kuzama. Sababu jamii yote, Musalia, Wetangula, Atwoli, Oparanya, wabunge wote walikuwa wameenda kusimama nyuma ya Raila Odinga. Lakini mimi nilipiga hesabu sababu mimi am a factual guy. Mimi huwa sipendi hii siasa ya kusema oye alafu unaanguka. Mimi napiga hesabu, naona kama haiwezekani, nasema ni ngumu. Nilikaa chini nikapiga hesabu ya utawala wa Kenya hii. Nikaona huyu William Ruto hata kama mpendi mapua yake, lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto hata kama tupendi masikio yake, lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto hata kama hii meno yake haishikani vizuri, lakini hesabu yake inaingiana. Nilienda nikakalisha Musalia chini. Nikamuuliza Musalia, wewe unataka kusimama urais? Tuambiane ukweli. Mimi niko kwa chama chako cha ANC. Nataka uniambie ukweli. Wewe unataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii Raila akisimama kura ya urais, na wewe Musalia usimame, na Ruto asimame, hebu niambie wewe Musalia, nani anaweza shinda kwa hao watu watatu? Akaniambia yeye anaona Raila atakuwa number 1, number 2 atakuwa Ruto, alafu yeye atakuwa number 3. Sasa nikamuuliza, sasa kama unajua unaenda kuanguka, kwa nini unasimama kura? Nikamuuliza, sasa wewe umekuwa kwa muungano wa NASA na Raila, wewe na Wetangula mumekosana. Raila ameenda kwa handshake na amewaacha nje, na wewe umekasirika na Raila na umesema kwamba hautai msupport tena. Sasa ukisimama na ukuwe number 3, jamii yetu itafaidika aje? Akaniambia kwamba yeye akisimama atahakikisha kwamba amekosa runoff, kwamba kutakuwa na rerun, si ndio? Ile kwamba baada ya kura kama mtu hajafikisha 50+1 tunarudi tena uchaguzi mwingine kuchagua kati ya number 1 na number 2.
Akaniambia at that point ataweza bargain na ile serikali ambayo itakuwa imeshinda. Sasa nikamuuliza utabargain aje na Ruto atakuwa tayari na deputy wake, Raila atakuwa tayari na deputy wake, so utakuwa na bargain, unataka kiti gani? Ati kiti ya uwaziri. Sasa namuuliza wewe unasimama kura kwa sababu unataka kuwa waziri? Si uombe tu waziri kati ya Raila na Ruto, tuchague twende tuangushe ratili mmoja wao kwa rais. Akaniambia yeye hawezi support Raila. Nikamwambia basi fanya hivi, twende tuongee na William Ruto, sababu wewe tukiongea na William Ruto wewe utakuwa kwa serikali katikati. Mimi ndio nilianza kuongelesha William Ruto na nikashika Musalia mkono nikampeleka kwa William Ruto. Hawakuwa maiongea miaka 6 hata kwa simu. Nikawabukia apartment pale Karen. William Ruto akasema mimi nikuje tu na Musalia, hakuna dereva, hakuna bodyguard. Na pia Musalia akasema William Ruto akuje tu peke yake na dereva yake. Faruk Kibet ndio aliendesha gari ya William Ruto. Mimi Cleophas Malala ndio niliendesha gari ya Musalia Mudavadi. Tukaacha masimu zetu nyuma, tukasema twende tuingie kwa hiyo apartment. Wakaingia, wakasemezana, tukaongea paka vile tulikubaliana kuweka sahihi kwamba sasa tuunge mkono William Ruto. Vile kura ilifika tukashinda. So kama tungefuata Raila, jamii yote ya Western Region ambaye saa hii inajidai kwamba iko kwa serikali, ambaye mimi ndio niliwapeleka, hawa wabunge wote walikuwa wamepotea njia. Wakina Aseka Miradi, wakina Nabii, wabunge wote 12 walikuwa wamefuata wrong route. Huyu Atuoli ambaye anasema ati yeye anajua kuchagua uongozi alikuwa amepotea njia. Ilikuwa mimi ambaye nilishika Musalia mkono nikampeleka kwa William Ruto. Ndio nasikianga, unajua huyu Etakula alikuja tu kama sosa. Yaani tulichukua Musalia, alafu Etangola kafuata kama sosa. Maenda kwa hoteli ukaitisha ugali, alafu hujashiba, alafu unakatiwa sosa. Wewe ni sosa, wewe ugali sosa wewe. Tuliongea tukakubaliana, ndio Wetangula akakuja baadaye. So saa hii mimi nawaambia jamii yangu Waluya, mimi nimekaa chini nimepiga hesabu. Sasa hivi jamii ya Wakikuyu ambaye ni 7 million votes, jamii ya Wakamba ambaye ni 3 million votes, jamii ya Wamasai ambaye ni almost 1 million votes, jamii ya Wakisii ambaye ni almost 1.3 million votes, wakishikana, hata mupige kura kiasi gani, hamutashinda hizo kura. Hamutashinda hizo kura. Mimi tena nimekuja kuwaambia leo hapa, tafadhalini tufunguke macho. That is why mimi nimesema mimi nitaungana mkono na ile hesabu ambayo itaunda serikali. Saa hii huku mahali penye tuko kikiumana na waseme sasa wanataka Muluya akuwe president ama deputy president, sababu sisi ndio tuko na watu wengi. That is why nimesema mimi na ndugu yangu natembea, hata nini kuja katikati yetu ni lazima tushikane mkono. Nimesema mimi na ndugu yangu Eugene Wamalwa, hata walete vitina kiasi gani, tutashikana mkono. Nimesema kama iko mtu sielewani na yeye kisiasa na kimawazo, ni huyu mtu anaitwa Boni Khalwale. Lakini nimesema hata kama tuelewani Boni Khalwale, paka tufanye kazi na yeye pamoja, tuhakikishe kwamba Kasongo ameenda nyumbani. We have sacrificed our personal ambitions. Na sisi hatusemi tu Kasongo aende nyumbani
ati kwa sababu tumepiga hesabu. This man is a betrayer. Huyu mtu unamsaidia anavuka mto na anakupiga risasi anakuzamisha hapo. Huyu jamaa alishindia Raila Odinga kura 200,000 peke yake. Ile kura ambaye mimi na Musalia na Wetangula tuliangusha ratili, tulitoa kwa Raila tukaweka kwa Ruto, ndio ilipitisha William Ruto. Vile tulifika pale akanipatia kazi ya Secretary General. Tafadhali huyo mtu aache kufanya hiyo kitu. Tafadhali. Huyo jamaa wakati nilikuwa Secretary General nilijionea mambo sijaiona bana. Kitu ya kwanza ambaye ilifanya mimi nikaachana na William Ruto ni kwamba mimi naogopa damu kwa mkono yangu. Mimi naogopa kukaa kwa mkutano ambaye inapanga kwenda kuua mtu. Muliona wakati wa Gen Z on 24th of June, 26th or 24th, 26th of June last year. Muliona Rigathi Gachagua na mimi nilikuwa Secretary General, Rigiji alikuwa Deputy President. Wakati Gen Z walikuwa wanafanya maandamano, mimi sikuongea kitu yoyote. Nilikuwa naambiwa kama msemaji wa chama, enda sema polisi wapige watu risasi, nikakataa kuongea. Muliona Rigiji alimuacha Nairobi State House, akaenda Mombasa kwenda kumpinga rais wake. Ilikuwa kwa sababu tulikuwa tumekataa kuhusishana na mambo ya kuua Gen Z. So akaona hawa jamaa hawanielewi, akaamua kunitimua katika ofisi, sababu alikuwa ameniambia sasa niweke sahihi ya ile impeachment ya Rigiji kama Secretary General. Mimi nilikataa kuweka sahihi. Vile nilikataa akasema wewe Malala enda nyumbani. Akaenda kwa Rigiji akasema aenda nyumbani. Mtu ambaye alimpatia 4 million votes. Akaenda kadhulumu Rigiji. Akachukua pesa yote ya Rigiji akafunga. Akaenda katuma paka mapolisi kwa nyumba ya Rigiji. Ati Rigiji apige magoti mbele ya watoto wake. So huyu jamaa hana shukrani. Jambo la pili, wakati tulikuwa tumekubaliana ile mkataba na William Ruto kwamba tunaenda kuleta maendeleo hapa kwetu, mimi nikikaa kwa hiyo meza nilikuwa nakaa nasema munipatie ya watu wangu pia. That is why walimu ambao tuliandika wale watoto nimeweka kwa jeshi, ilikuwa kwa sababu ya kupigania haki ya Mluya pale. Huyu Ramoya nimeweka walimu 300 mimi, and I want to challenge Musalia Mudavadi akuje alainishe hapa watu ambao ameandika kwa serikali. Mimi nimeandika watu katika KRA, katika polisi, katika serikali wengi. Nataka kukuchallenge Moses Masika Wetangula ukuje uweke hapa watu ambao wewe pia umeandika kwa serikali. Hakuna. So wakati tulikaa chini kuangalia ile mkataba yetu, tukauliza William Ruto, wapi barabara kilomita 1000 ambaye ulisema utaweka tarmac hapa Western Region? Kwake Rift Valley sasa hivi wameweka 2586 kilometers. Sisi kwetu hata kilomita 1 hakuna lami. Nikamwambia William Ruto hapo hapana. Nikauliza William Ruto, ulisema utazindua factory ya Nzoia na utazindua factory ya Mumias. William Ruto badala ya kununua mashini ya Nzoia, William Ruto alienda kule nje akauza factory ya Nzoia, imeuzwa. Factory ya Mumias imeuzwa. Na sio ati anauza kwa watu wa nje. William Ruto anaenda kule nje,
anatafuta muhindi, alafu wanachukua jina ya mtoto wake, wanafungua kampuni kule nje, alafu anakuja hapa Kenya, anasema hii factory ya Nzoia tumeuzia huyo muhindi. Kumbe amejiuzia yeye na familia yake. As we speak right now, Waluya nataka mnisikize, Nzoia Sugar Factory ni factory ya William Ruto. Nataka mnisikize, as we speak right now, factory ya Mumias Sugar Company ni factory ya William Samoei Ruto. Amejificha. Muliona akiambia yule muhindi ati mambo ni matatu, ati huyo muhindi ni cartel, huyo muhindi ni mwizi. Baadaye kumbe alikuwa anatisha huyo muhindi ndio akubali kuweka shares za mtoto wake kwa kampuni ya huyo muhindi. Saa hii huyo muhindi ndio mwenye hizo kampuni. Ameenda amechukua Moroni, amechukua Miwani Sugar Factory. Sasa tukiwaambia kwamba huyu jamani one term, ni one term, William Ruto ni one term, na msidhania yako na haja na kufanya Mumias ifanye kazi. Ukienda Mumias saa hii hakuna miwa inasiagwa. Ukienda kule Nzoia hakuna miwa inasiagwa. Yeye ana import sukari kutoka nje, anaweka kwa nini ya Mumias, alafu anauza. Mkulima afaidiki. Ile haja ako nayo na Nzoia ni zile 42,000 acres of nucleus ya shamba. Mumias iko na 24,000 acres. Sasa saa hii wewe mtoto Mluya, hata baba yako haizi kupatia hata eka moja ya shamba. Saa hii mtoto wa William Ruto ako na 72,000 acres kwa shamba ya mababu zetu. Sisi Waluya sisi ni akili gani jameni? Muliona pale Kakamega Forest, alikuja pale Kakamega Forest akatuma mke wake Mama Recho ati akuje adopt forest atusaidie kupanda miti. Nyinyi Waluya hamjui kupanda miti? Wanaume Waluya hamjui kupanda miti? Mnajua miti? Sasa tunahitaji aje? Kumbe ni hoteli anataka kuchukua, aunde hoteli on 7,200 acres. Aunde hoteli yake kibinafsi. Mimi nawaambia ndio msidhanie ni mzaa. This guy anatumaliza kama jamii. Jana muliona 1 year ago vile aliingia. Alikuja katudanganya, ukienda hapa Iguhu, ukiteremuka kwa mteremko hiyo Yala, Iguhu hapo, kuna mijengo nyingine na jengo hapa left ya white. Mbona hapo? Wanasema ati serikali inaunda. Sio serikali inaunda. It is a private company ambayo inaunda gold refinery. Alianza kuunda last year. Kumbe alikuwa na mpango. Ameshafanya utafiti, amejua hapa Ikolomani tuko na dhahabu. Amekuja na kampuni inaitwa Santa. Hiyo kampuni ameenda kajiandikisha kule nje na jina yake. Sasa hiyo kampuni imekuja inasema familia 800 zihamishwe hapa Ikolomani ati watolewe. Hata kama mnisikie Waluya, these are serious issues. Kumbe jamaa ameshafanya survey, amejua hapa chini iko gold. Sababu wewe William Ruto ulijuaje ile dhahabu iko hapa ukaanza kuunda factory ya dhahabu kabla uanze kutoa watu? Singefaa atoe watu kwanza ndio tujue, ndio apime ajue kuna dhahabu, ndio aunde factory. Yeye alianza last year
Vile aliingia kwa ofisi hivi akakuja kulaunch, kumbe alikuwa anajua chenye anafanya. Saa hii wanaambia hizo familia zihame bila kuongea nao. Ati wewe hama kwanza. Na mimi nataka kuwakumbusha, naongea hivi polepole ndio munisikize. Mimi najua mambo mingi. Ile siku Raila Odinga alikufa, hiyo siku tulitangaziwa kwamba tulijua kwamba mzee Raila ametuacha. Lakini William Ruto hakutangaza kifo cha Raila. Alienda State House kwenda kuweka sahihi bills fulani, sheria, kabla atangaze kifo cha rafiki yake. Baadhi ya hizo bills alikuwa na sign. Ilikuwa bill ya kwanza ilikuwa ya kupatia ati William Ruto authority na mamlaka ati anaweza uza company ya serikali bila kupitia bunge. Anaweza amuka leo auze Mumias Sugar bila kupitia bunge. That is why saa hii anauza ile company ya fuel KPA, Kenya Pipeline. That is why ile Bomas of Kenya ameuza bila idhini ya parliament. Jambo la pili, niseme nisiseme? Jambo la pili, nataka Waluya munisikize. Munisikize. Jambo la pili ambaye aliweka sahihi, akasema kwamba ati serikali kuna kitu inaitwa compulsory acquisition. Kwamba serikali inaweza hamisha watu kwa lazima na wasilipwe, watalipwa after 1 year. Ni sheria ambayo imeandikwa na imepitishwa. William Ruto ameweka sahihi. Alikuwa anaweka sahihi ndio akuje hapa Ikolomani akijua kuna dhahabu yetu. Ati na kuhamisha bila kuelewana bei. Ati bei hao watakuambia baada ya mwaka moja. Ati malipo watakulipa after 1 year and above. Hii inamaanisha kwamba wewe ukishahama deni yako inakuwa kitu inaitwa pending bills. Mpaka sasa hivi Kenya iko na madeni haijalipa. Wanataka sasa kuhamisha watu wa Ikolomani wawapeleke bila kuambia wanaenda wapi. Bill ya 3 ambaye William Ruto aliweka sahihi baada ya Raila kukufa na alikuwa anafanya hiyo confusion, ndio watu wakilia huko, nyinyi hamjui nini amefanya huko. Bill ya 3 ilikuwa kwamba tukiongea maneno sasa tunaongea kwa mtandao, ati wewe unaweza fungwa bila hata kujaribiwa kotini. So alikuwa anataka kututisha. So mimi nawaomba watu wangu Waluya, munisikize. Munisikize. Saa hii hapa Ikolomani mnajua mambo ya mining ni mambo ya kuchimbua, si ndio? Ati mababu zetu wa Idaho wote, watoto wetu wa Idaho ambao walikufa wote, ati mzungu anaenda kuchipua kaburi zao. Wakishahamisha watu wanakuja kuchipua hiyo vitu yote. Heshima gani yako nayo na Waluya jameni? So when I speak these things, nataka ku call out viongozi wetu Waluya. Francis Atwoli, hii vitu kifanyika, wewe uko hapo umejifunga nyororo kwa shingo, unasema William Ruto, William Ruto. Ilhali mnajua hizi maneno. Musalia Mudavadi, hizi vitu zote zikifanyikia watu wenyu. Hapo Bushangala,
mali wanachipua makaburi. Hapo ndio mama yako Hana alitoka. Wewe unaunga mkono mtu akuja achipue makaburi za kutoka kwa mama yenu Musalia Mudavadi. Wetangula, wabunge wetu wote wamepewa pesa waunge mkono hii maneno. Mimi nimesema I will not abide to that. Huyu William Ruto paka aende wapi? So nikiwaambia jameni, huyu jamaa ni mbaya, ameua vijana wetu, amewanyonga. Juzi hapa Malava mulisikia nikitangaza kule kwa DCP. Hapa Malava wakati ya by election kulikuwa na maneno ambayo hamjaiona. Muliona mimi nilikuja nikakaa hapa Munjiti, nikaachana na mambo ya huko. Sababu nilijua yale ambayo walikuwa wamenipangia. Waliua vijana wetu 14, 14 of our boys. 14 on the election day. Wakasema kwamba vijana wakipelekwa mochari, uchaguzi huo utakansoliwa. Walitupwa kwa mtoni. Hakuna mili hao vijana tumeona paka leo. Sasa tukisema kwamba huyu mtu paka aende, msidhanie ni mzaa. Mimi nataka kuambia Aseka Miradi, mambo ya kukuja hapa Kuisero unasema tunafuata maendeleo. Unafuata maendeleo kwa mtu ambaye anaua watu wenyu. Ati pia wewe unasema tunataka level 4 hospital. Yaani unaundia nani hospitali na wameua watoto wenyu? Mimi naomba tafadhali. Mimi sio mzee, sitoshani na Atuoli, lakini naomba mniamini. Naomba nikiwapatia mwelekeo mnisikize. Sababu mimi nimekuwa Secretary General wa chama cha rais. Hakuna mtu amekaa karibu na William Ruto kuliko mimi. Kwa Waluya wote. Tafadhalini tusifate barabara ya huyu Kasongo. Nashukuru Aduda, umefata barabara mzuri. Lakini ukienda kwa Kasongo, Aduda, kwa Kasongo, ukikuja hapa tumengangana na wewe, alafu unaanza kusema sasa nimeamua kufanya kazi na Aseka, nimeamua kufanya kazi na baraza kwa sababu unajua huko ndio serikali iko. Wewe utaenda one term. Sababu hatuwezi fata watu ambao wanatuua. So your power is with the people. Munataka yende kwa Kasongo. Aduda kizungu usiongee. Usituambie kwa maneno ya maendeleo. Uko na kazi yako ni kuwakilisha watu wa Kisa East. Enda kwa county assembly. Mimi nilikuwa MCA. Sikuwa elewana na Oparanya. Sio lazima uelewane na serikali ambayo imekaa tunafuata maendeleo. Wewe ongea kwa niaba ya watu wa Kisa East. Barabara zikiwa mbaya ongea. Hospitali kikosa madawa ongea. Wamama wakishinda kwenda kuzaa wasaidie, wabebe waende wazae watoto wanaitwa atuta. Si ndio? Lakini huyu Aduda niligundua wamama wanampenda. Ningependa kuomba dada yetu, Mulamua wetu, itabidi uvumilie. Kwanza Aduda kijikunja hivi. So, Mheshimiwa Aduda, I want to give you free advice. Mimi nilikuwa MCA. Sikuwa elewana na Oparanya kwa sababu nilijua kazi yangu ni kumchunguza yeye. Na bado hao wananchi walipigia Oparanya kura na wakanipigia mimi kura kama seneta. Walinitoa kwa MCA nikaenda kwa senator. Na bado nikasimama governor, bado wakanipigia kura. So pia wewe jitie nguvu. Mimi sitaki ukue kama Ongoro. Ati in 2032 bado unaomba kiti ya MCA. Hapana. Huyu kijana fupi atakuwa mrefu in 2032. Si ndio? So we want progressive leadership.
You are a very good leader. I have a lot of faith. We've delivered the best leader for Kisa East. Otherwise, nikuwashukuru. Lakini mmesikia maneno nimesema? Mmesikia? Nimemalizia hapo sababu niko na uchungu. Leo ugeni huu wetu umeharibiwa ati kwa sababu Rigathi Gachagua anatishwa ati akipanda ndege akienda juu hawako sure kama itakuwa sawa. That is bad. So tungependa kuambia William Ruto, kitu yoyote kifanyikia viongozi wetu wa the united opposition, you will be accountable kwa maisha za viongozi wetu. Sisi tumesema tutakuwa tunakuja na magari. Wamesema ati tukifika Kapsabet watatufungia barabara. Ati hapo ni kwao. Ati tukienda Eldoret watatufungia. Ati tukienda Kisumu watatufungia. Sisi tumeambia William Ruto umetutisha ya kutosha. Pia sisi tunatafuta jeshi yetu ya kutembea naye. Mkifunga barabara tunafungua na tunapita. Si ndio? So mimi nashukuru sana. Tuzidi kuwa pamoja. Aduda, thank you for hosting this wonderful event. Chakula tumekula ya kutosha, lakini njaa pia tena imeshika. Si ndio?